Yeah, what's up? It's your boy Lil Shays na leo nimekaa na nini? Nikiwa na lunch. Nikiteremsha na juice ya mango. I hope sound inachukua fit. So, kabla tuendelee wadau, usisahau kusubscribe, uhit that notification button in case nikipost video, any video, iwe ni shorts, iwe ni video, iwe ni nini, unakuwa haraka kuipata na unaenjoy the video. So, leo before uende leo nimekaa na story jamaa. Na story ni story yenye ilinipitia mimi kwa maisha. Na sijaona kama ni mbaya nikishare na nyinyi. So, stay tuned to the story. Let's get it. Ni 2024. I was posting study dance shorts. More study dance shorts. At that time. Na najua mlikuwa mkijiuliza, huyu jamaa anatoa wapi gidhaa? Mzee. Hapo mali alikuwa anatoa do. Usinge imagine. So, mimi si yule mzee wa forex no. Si mzee wa forex wala si mtu. Mimi nilikuwa ni mzee ambaye ni mpambanaji, yani mimi najituma ile mbaya. So, kuna time nilikuwa nimekosa kazi ile mbaya. Unaona? Na mimi yani ile boy child unakaa unajiuliza, rada, kwani nitafanya kazi ama niibe ama nifanye hivi. So, vitu vingi vilikuwa vinakaa kwa akili yangu mzee. But that time nika declare hapa lazima nitafute job. Liwalo na liwe. So mimi nikaamua kuingia msituni mzee. Msituni ni wapi? Mtaa. Tao nikisaka job hapa na pale, nikapata na best yangu mmoja. Big shout out to him. Akanambia, Lil Shays, yeah man. Naona bro, nikamueleza yeye shida yangu, bro mimi natafuta mboka, sina kazi. Naona? Nikiweza kupata kazi hivi, naweza sikia raha juu. Right now, I don't know how to pay my bills in any mbinu unajua mimi kizungu siko poa sana. So, sina mbinu ya kupay my bills, unaona? Msee akanambia, sasa mimi kuna mali niliacha kazi. So, mimi sikutaka kujua chenye aliacha kazi sababu ilikuwa ni nini. Mimi nilisema hapa lazima nishuke nayo mzee. Nikamwambia ni wapi bro niende replace hiyo nafasi. Akanambia ni kwa msee mwingine anaitwa Kamau. Anaitwa Kamau, short form wanamuita Kama. Na kuna msee hapo fulani anakuanga amekula amejitambua anaitwa Bigi. So mimi nikasema kazi ni gani? Akanambia ni car wash. Hakunambia car wash. Wait a minute. Alinambia bunde. Bunde. So mimi nilimwambia bro, mimi hizo kazi usikisi si spend hizo kazi za mabunde. Mimi sitaki ukora. Mimi nilifikiria ni ukora. Anambia wewe tulia hapa, you have a very small mindset bana. Si utulie unichanue. So mimi ndo pale nimetulia, mwanaume achanuliwe mse. Sina gidhaa. Unaona, so ikakam kama wiki moja hivi ndio alipanga kunipeleka hapo mahali. Tunafika Maskan, niko gate hivi nikasema hii gate yote, hiyo gate ilikuwa kubwa by the way, gate ya black kubwa. Unaweza dhani umeona kuna wale mababe wale masonko wakubwa. So mimi nilijajo hiyo gate ndani kunaweza kuwa na kamjengo fulani hivi yani sehemu fulani matisha kuingia hivi msee. Ni cabros tu na mitaro iko hapo. Kucheki mbele. Mashini zilikuwa zimepangana hapo na mavijana wamekaa. Wengine wako jaba, wengine wanashughulikia mandinga mzee. Wanapiga sorry. Wanashughulikia hizo mandinga, wanapiga masprips, car wash. Wengine na mashapu nini. Wengine kule uko busy, unaona? So kuna office kako hapo kando. Alinambia so unaka office ingia humo ndani na interview hawataki mtu anacheka. So you have to be serious. Lil Shays. So as a Lil Shays, you know what it is man nige. So mimi kuingia ndani napata jamaa huko hapo, jamaa fulani amekula bigi. Nasema huyu na venye mimi kuanga 1GB. Huyu kweli tutaradanisha kweli? So mimi nikasema hapana. Hapa ni kumaintain. Wacha nitoke kideri kidogo. Nabonga sana bana. So, nilisema hapa ni kumaintain buda.
So mimi nikaingia hapo ndani. Nikamgotea, ni aje bro, ni aje? Aliniambia ni aje? Unaitwa nani? Nani alikwambia ingia hapa ndani? Ni mzee yani uko mrudi mzee. Ni rude. Nikamwambia bro, siku kama kubaya, nimekuja tu kuomba nafasi ya kazi. Nani amekuleta? Nimwambia nilipata hii habari. Kuna jamaa fulani alikuwa amechomoka. So umekuja alafu na uchomoke. Nikamwambia sio hivyo brother. Mimi nimekam tu, nimesota. Nilimweleza ile shida yangu venye niko nayo mzee. Unaona? Na akaniangalia kaona huyu boy child anakaa life imempiga. Na kwa life ilikuwa imenipiga by the way. Mpaka sasa bado inanipiga but si sana vile. Kama mko na nini M-Pesa kwa hapo chini naweza nitumia leo. So nikaongea na yeye, akanambia mambo na contract nini nikasign, nikampatia ID, juu alikuwa anaitishanga ID number, nikampatia ID pale. Akanambia sasa mimi naenda kuconnect na majamaa. Hao majamaa ndio tutakuwa kupiga nao kazi. Mimi nayo nikisema hapa ndipo mzee. Kwa hiyo kufika ile gidhaa nikapata jamaa mbili Rasta na huyu mwingine hapo. So tulishikana tukaanza kwa mabesti nini. Walikuwa wanachapa jani, mimi sichongi. Sikuwa nakula jaba, si jaba. So nilikuwa tu nimetulia, mimi nikipata soda yangu mimi niko sawa. Unaona? So tulipiga kazi kama 2 weeks. Lakini shida ilikuwa hapo industry ni shida moja. Daily beginner tulikuwa tunalipwa 250. Wale pro wenye wamekuja kitambo wanalipwa 300. Unaona? But the problem is sisi beginner tunapewa 200, hiyo 50 wanafinyilia. Bigi anafinyilia hiyo 50. Tukija siku ya pili kumwambia jana na kudai 50 anasema mimi nitakulipa kesho. Na kama utaki unaweza tu kusanya vitu zako bro na uende. So tulikuwa wanyonge. Unadai pesa lakini sasa unasema huyo usianaweza nifukuza job. Wacha tu nikae nivumilie juu nikitoka huko nje mazee nikunoa. Unaona? So that was daily routine. Mimi nilikuwa nafika asubuhi nafagia pale compound nini. So after 2 weeks things are about to change. After 2 weeks tukasikia tu mlango ikigongwa. Na si kawaida milango igongwe. Gari ikifika nje honi tu tunasikia pipi, tunajua hiyo ni dinga. Tunafungua, jamani ingia ndani tunamoshia gari. It was a very special car wash. But hiyo siku tulisikia gong. So tukaanza kuangaliana, kila mtu anaangaliana, rada. Jamaa mmoja katoka Rasta akaenda kafungua. Kufungua akapata jamaa fulani hivi ameunda. So mimi sikujua kama ni ndo anatoka kumbe ndo anatoka ameunda. So jamaa akaja, habari vijana. Tukamwambia safi mzee, rada, fiti nini tukasalimiana pale. Akaingia ofisini kwa Bigi huko. So tukiwa tumekaa pale ndo wasi wakanambia huyo ndo Kamau aka Kama. Huyo jamani hata kubwa. Huyo jamani anatembea mpaka na ndenga. Huyo jamani ndo mwenye hizi machine. So pale maskani kulikuwa na machine 12 za car wash. Tena si machine za mchezo bro. Ni machine kubwa. Machine inapiga hivi maji wewe mwenyewe unasema wow, hapa buda. So jamaa lingia hapo ndani wakapiga mahesabu yeye na Bigi. Sisi tukiwa huko nje tunapiga story tukisubiri makazi kuje wale wanaosha. The industry was busy at a time. So jamaa alitoka huyo akachomoka. Without no information, without no news there. So tulika mashini mbili, 2 machines. Nilikwambia kulikuwa na mashini 12, mashini mbili. Zikasemekana ziliharibika, zimepelekwa garage. Na hizo machine tulipigia nazo mchana kazi na zilikuwa sawa. Ziliharibika wapi? Either kuna car wash wa usiku ama tusemeje. Na car wash tunafunga saa 4 usiku. That was the last time yenye tunafunga car wash tunaenda home. Car wash wa kuanzia saa 4 mpaka hiyo saa 12 asubuhi ni wakina nani? So tutakuja kujua. Machine zikasemekana zimeenda wapi? Zimeenda repair huko garage. Katika machine 12, ondoa machine 2. Nabaki ngapi? Sisi nabaki 10. Hizo machine 10 ndo tulikuwa nazo pale. So tukaganyana, tukaingiliana wenyewe walikuwa wamekosa job, tukaingizwa tukachanganyana, so tukakuwa wengi. Machine moja ikawa inamilikiwa na watu, badala ya watu 3 inamilikiwa na watu 4 na life inaenda. Life inaenda vile inaenda. So
time ikaenda ikafikia time mashini tena ngapi? 2 garage. Na hizo mashini tulifanya kazi asubuhi mpaka saa 4 usiku. Mashini 2 zilifanya kazi usiku ndio ziende garage, ziliharibika usiku. Tutakuja kujua. Katika mashini 10, ondoa mashini 2, zinabaki mashini ngapi? 8. So mashini 8 imebidi wengine wamekosa kazi. Mimi vile nilikuwa ni mtu wa mkono na mtu mchangamfu hapa na pale, mimi sikuondolewa kazi. Nilikuwa na bidii, by then nilikuwa na bidii. Nilipotoka street mzee, niliona huku ile ukavu iko huku. Hapa lazima ni focus. So mimi nayo nikawa napiga mboka nini. Jamaa hao wakatolewa, unaona? Wakatolewa mboka. So tukaenda siku zinazidi kwenda. Very Saturday hivi. Tukasikia geti na gongo. Tukaenda tukafungua kama kawaida. Tunafikiri ni kama, hakuwa kama. Alikuwa jamaa fulani mslimu hivi. Na nyuma alikuwa na mabodyguard. Kumbe kama na Biggie walikuwa wameajiriwa na huyo mjamaa. Huyo jamaa ndo anamiliki hizi mashine. Na kama na Biggie, the thing that we never know, in that particular time walikuwa wameuza hizi mashine. Na hizo mashine zilikuwa zimebaki, walikuwa wamepeana pesa, wamekula pesa nusu, bado pesa nusu wamaliziwe, ndo mashine zikuje ziende zichukuliwe ziende kwa kawash ingine. Kawash ya huyu jamaa alikuwa anaitwa Swale Idedi. Unaona? Boss kubwa alikuwa anaitwa Swale. Anakaa Msonjo. So, this boss kubwa alikaa na fujo mzee. Kuingia paka ndani naombea Biggie, nataka mashini zangu. Hapo ilikuwa fujo mzee, tulishikashika watu mzee. Na mabodyguard wake tulishika watu hivi, Swale achana na Biggie. So hapo ilikuwa vurugu mbaya mbovu. Mpaka hiyo siku Kawash ilibidi imefungwa na tukupata mshahara. Na ilikuwa kitu saa 8 tuchakula lunch. Tunasubiri tu ifike majira. Mshahara ulikuwa tunapewa saa 2 na tunafanya mpaka saa 4. Kila mtu anaenda kujiangalia malazi na kula na alale, tuangalie siku ya pili rada inaendaje. So mboka iko poa. From that day tunakuja kesho, tunaambiwa leo hakuna kazi. So tunarudi home. Kesho yake tukija tunaambiwa pigeni kazi. Tunapewa mshahara nusu. Mashini wanasema mashini hazitoshi, pesa ni ndogo nini, maji naenda sijui nini. Na maji ilikuwa sisi ndo tunachota. Unaona? So mimi nilienda paka nikaona yenyewe hapa ni ile kunyanya sana, inaitwa kunyanya sana, unanyanyasika mbaya. Mimi nikaona isiwe fujo, Chase atake trouble. Mimi niliwekea tu industry yao kando, but before niweke industry kando, kama siku 2 zilizopita tulisikia kama hayuko Tao, ameondoka Tao, amekimbia. Biggie ndio yuko ofisi. Pesa yenye waliuza machine wameganya Biggie na Kama. So, swali ni je, hii pesa Biggie anaweza kuilipa kwa Swale? That was the craziest question yenye alikuwa nikijiask sana. Ukiangalia mmekula dopa moja alafu jamaa ndio huyo amekutupa. Umebaki wewe tu kwa kona. Haikukawia. Biggie tuliona tu askari wameingia. Kuna maswali mingi. Si unajua ya Gathe, si unajua ile formula ukipiga. Yeah. Si unajua Swale ni nani kwako? Si unajua Kama. So sisi hatuna maswali mingi brother. Tunaomba tu unyoshe mkono wako mbele, tuchukue tu hatua yetu, tupige hiyo pingu, sisi tu tutamburuke na wewe. Si ni sawa? Ni sawa. Biggie alisaliti amri, akapigwa pingu, Kadete. Kadete akafunguliwa mashtaka huko, akafungiliwa mbali. I think alifungwa 15 years. Yeah, Biggie alifungwa 15